Red flags I saw in a man and I ignored part 2. So this guy made me apologize to a girl for texting a girl he cheated with. Apologize to him and then text the girl to apologize. You see? So hizo zilikuwa masiku zenye tulikuwa tumeanza kudate like tunakuwa comfortable na one another, unaona. So the man akaniforce nimwachie simu yangu na mimi niende na yake, unaona, because alikuwa so much insecure about me, I don't know why. So mimi nilikuwa okay because sikuwa na any other man, sikuwa na cheat ama anything. So nilikuwa zile za it's okay, we can exchange the phones, we can switch the phones. So tuka exchange phones, mimi nikaenda home na yake, yakabaki na yangu. So hiyo time kumbe jamaa all the time jamaa alikuwa na date katotoka high school kadem. Si mimi nimeenda home, like after kufika home the following morning, I remember very well, the following morning message ikaingia. No, the phone ilikuwa imezima, like sikuwa nimecharge overnight. So simu ilikuwa imezima. So kukuja kufungua simu after kurecharge, nikapata message ya a girl mwenye ni high school, alikuwa high school. So ametext the guy akozile za oh siji babe, you know nini, I just miss you so much, I had an opportunity to text you once, that's when nimekutext nikwambia how much I love you. You see, hiyo ndio message, the first message niliona after kufungua the phone the following morning. Niko zile za am I dreaming, mi naota, like no way, niko aje kwa nini nashindana na high school, like it makes sense. So me I called, kumbuka mtu alikuwa boarding border, like alikuwa shule, the student. So I called, then the mama akaniambia ni watoto wamekuwa hapo wa shule, walikuwa wanachukua simu, wameniomba simu yangu wafanye nini, wapigie wazazi na nini. So I was like basi unaweza niambia, unaweza like wauliza ni nani alikuwa amepigia so kumbe watoto wako wameenda bado, unaona, watoto wako wametoka hiyo place, walikuwa kwa hiyo mama bado. Si mama akaita huyo mtoto akamwambia ebu kuja, kama ni wewe ulikuwa umecall so kuja. So I took the phone, nilikuwa nachemka. Wewe ni nani high school unapigia boyfriend yangu, like why are you calling my man? You see, na defend a person mwenye ni hata sijui ni muite dustman ama ni muite nini, like bro, nikapeleka kaka kasichana mbio na nikatumia message nyingine mbaya sana, nikakwambia stay away from my man. You see, so mimi nikarudisha the following day, tulikuwa tunarudishana simu, ilikuwa tu ukae na simu the day then return the phone. So I went back, nikamrudisha simu yake and he was like, kumbuka nimedelete messages zote zenye nimetext huyu day. Akaniuliza kuna mtu alitext? Nikamwambia no, hakuna mtu alitext. And na yeye akakuja, nikamuuliza uliona mtu amecall ama kutext? Hapana, hakuna mtu alicall ama kutext. So he was like oh okay. So still later on akakuja kujua akakadem kalitext na nikakatusi. Hapo ndio shida ilitokea sasa. Venye shule zilifungwa au watoto venye tulifunga shule, si huyu jamaa akakuja akaniuliza mbona ulitext so and so, na ulikuwa unamwambia nini, unatafutana nini na high schoolers, mbona una text watoto wa shule, like unatumiaje simu yangu kutext watoto wa shule? Unaona mimi niko na time ya watoto wa shule. Nimwambia this guy alikuwa ananigeuzia, like akikosa ananitanisha makosa ilikuwa yangu. Mimi sikuwa naona hiyo time, sikuwa najua naona kama hiyo ni red flag. I used to see it as ni mtu mwenye ananipenda sana na anani protect, unaona, akili yangu ilikuwa inacheza. So the guy akozile za you know wewe you are so much sijui nini, mbona una text mtoto wa shule, mbona unafanya vitu kama hizi, like wewe unashindana aje na watoto wa shule? Sisi ni watu mature, tunafaa kubehave kama watu mature, like. And I started feeling sorry. Hata niliacha stories za yeye alikuwa anacheta ama nini. Mimi hata nilikamwambia unajua huyu msichana alikuwa anakuita babe. Akozile za sasa mtoto wa shule akikuita babe wewe kuna shida gani? Like mbona nikiita babe na mtoto wa shule unasikia vibaya? Na mimi unajua mimi si deal na watoto wa shule, like huyo ni mtoto wa shule tulipatana na nikampea namba. So sijui mbona unakasirika akiniita babe. Bro, niko zile za enyewe maybe mimi ndio overthink. Na sisi wanakufanyanga ujifikiria wewe ujione wewe ndio mbaya every now and then. Then I apologized to him. Nikamwambia you know I'm so sorry. Mimi sikujua hiki kitu itakuja kufika hapa and I'm so sorry, nili overreact. Ni ile tu nilikuwa na kuprotect juu nakupenda. Ukinipenda una text watoto. Like ana jam. This guy alikuwa na jam vibaya sana. Wherever ningefanya makosa like alikuwa na jam kama shetani. Ananiona hivi anajambia hadi nikimwona hivi mimi nilikuwa namuogopa venye akijam. Ndio maana nilikuanga na apologize ndio at least nione kama hizo hasira zitaenda chini. So the guy akanifanya mimi ni call huyo dem. In fact he made me call that girl nimwambie I'm so sorry, si date so and so, ni ile
sijui kwa nini nilifanya hizo vitu, you see. So he called the girl nikiwa hapo, and akanimake ni apologize kwa the girl for kumtusi, kumtext vibaya and so many things. Na nikaongea na udem, nikamwambia by the way I'm so sorry, mimi hata si date na so and so, ni sijui ni nini, tulikuwa tuna date alafu tukaacha, like so many things. This guy alikuwa ananimake niseme atu date, unaona. Nika apologize kwa kaka kutoka shule. Na huyu mwanaume alikuwa ameniambia mimi si date huyu mtoto wa shule by the way. Unajua ni illegal kudate mtoto wa shule. So mimi si date. Sioni reason yako kumtusi. Mbona unamtukana? Mbona unitumia simu yangu kumtext vibaya kumtusi? Na I was so sorry. Nika apologize hadi kwa katoto. Na nika apologize kwake. Machos. Mwanakwambia na sisi wanakufanyanga ufili ujione wewe ni mtu mbaya, kumbe wewe ndio mbaya. So that's episode 2. Let's go to 3.